doing? We're right at Jomo Kenyatta International Arrival. And of course, we're here to pick our one and only Ricky B, our Kamba King. Yes. And we have Tina Clara, of course, she's here. Yeah, tuko wengi sana. Tuko na Lady J, ako nyuma ya kamera. So, karibu sana. How are you doing? Niko fiti kabisa. Nimefurahia kuwaona. Mmenishtua for real. Nilikuwa nafikiria nitapata tu Waweru, lakini mmekuja nyinyi wote. So, thank you so much for coming for me. Tunakupenda sana. Nimeona upendo mingi sana. And of course, we are here because we are so proud of you. Unajua sasa tunaenda tuko international. So, tukiongea Kisungu, uta understand. Nataka utuambie kidogo safari imekuaje, trip ilikuaje, reception pia kule London ilikuaje. One thing nataka kwanza niambie mashabiki wangu wale wa Kamba, today tunaongea Kiswahili juu kuna watu wa uptown, kuna kila mtu, tungependa kila mtu asikie. So trip imekuwa sawa, tulienda vizuri. Anga nini yangu ilichelewa kidogo. Inaitwa je? Visa. Ilichelewa kidogo. But the end of the day tulifika. Safari unajua umetuambia the visa ilichelewa, ni ilichelewa. Show ilikuwaje? Wacha tuongelee kuhusu show. Unajua ni show ya kwanza, ilikuwa show ya kwanza. One, kuna watu tulikuwa twende na wao, hawakuweza kufika because it's first time. Na first time lazima ikue na changamoto 2-3 ambapo we have to accept. But the reason why umeona nimechelewa kurudi, ningerudi na Kasolo, but we had to sit down with the people wenye walikuwa wameplan hiyo event. I'm not the one. Mimi nilikuwa nimeenda kuwasaidia. Juu niko na experience kidogo hapa Kenya. So nilikuwa nimeenda na pia nipeleke wasanii wangu wasiumizwe. Unajua wasanii wanaenda kule waachwe walale nje. So that's why I was there, na niliketi na wao chini tukaongea, tukaona hapa correct hapa. Next time lipa wasanii mapema, fanya hivi na hivi. So I think it's good. Na pia nilipatana na promoters wengine wa events kama za Wakikuyu, za Wajaluo, na we are planning something big yenye tunaweza lete Wajaluo, Wakamba na Wakikuyu na Wakisii pamoja. So we are going to go back again to UK, na pia niko na trip nyingine ya Qatar na America. Yes. Ricky, kwanza umesema show, kuna wase wengi waliongea sana kuhusu ile show ilikuwa UK. Unasema population yenye ilikuwa hawakuwa wanatarajia kama unakuanga nayo Kenya. Labda unaweza explain vipi na mbona ilikuwa hivyo? One thing nilishtuka venye show kule zinafanywa. People are not hawako available sana. So show inafanywa kutoka saa 5 mchana mpaka saa 2 usiku, show imeisha. Na bado ni mchana. So for me, kwanza nilipofika nilifika Saturday asubuhi, nililala sana. Nilijipata tulienda tukafanya sound check na nikaenda kupumzika kidogo. So nilikuwa nafika hapo kitu 6. So mimi nilikuwa kwa show for 2 hours. Juu nilipata Disembo asha perform, Kawaya na wengineo. Nikikuja ndo Kasolo alikuwa na perform. So kule show inapigwa haraka, ni kama hakuna time. Another thing, hiyo show mali ilikuwa ni mbali kutoka London. Northampton ni mbali kutoka London. So for next time nimewambia wa try pia waone kama wanaweza ilete mali kama karibu na town na karibu mali watu wanaweza access. Umesema kuhusu watu. Watu walikuwa na pia uwanja ilikuwa kubwa. Lakini iko ile kiasi unaweza pata hapa Kenya. Huwezi pata watu kama hao. We have to do something big. Kitu ingine, they were not so sure if the artist will come. But for the promoter alitry mali aliweza. Hata kama hawakwenda watu wote. But next time angalie mambo ya visa itoke mapema. Vitu kama hizo ndo upate hata sisi tuko na fursa ya kumarket juu unaweza ogopa kumarket kitu kama hauko sure utapata visa. Yes. Ricky, kuna watu wengi wanauliza, kuna mafans wako wenye kuangalia wanauliza, kwani ulisema kutoka asubuhi unakuja? Kwani ndege inachukua muda gani kutoka London kuja Kenya? Let's say 9 hours, but ilikuwa na delay kidogo. Ilichelewa kama I think 25 to 40 minutes. Ilichelewa hapo kidogo. So 9 hours. Nimechoka sana Waweru. 9 hours. Unasimama, unaketi, unakula, unafanya nini? Kasolo alifika vizuri. Aliteseka airport kweli. But ni kawaida. Kuna vitu uliona kule kama ile train. Mbona ulienda kurekodi kule na nini likushtua? Na pia kuna kitu kwamba ulienda kurekodi Kasolo akishoot video. Ni kweli ama ni rongo? Kurekodi akishoot video aje? Ile akiwa kwa nanio, inaitwaje ile? Kweli ama ni rongo? Kuna mchezo sana Waweru. Kuna mchezo, kuna utani. About the train, for sure it was my first time kuona. Train inapita chini. It was my first time kuona. So hata mimi ilikuwa kitu ya maajabu kwangu. But saa hizi nishazoea. I'm used. Speed inakimbia. Sijui lakini mahali ya kama 30 minutes inaenda kama sijui 8 minutes ama ngapi. So kule kidogo wametupita, but tunajipanga panga.
So Ricky B, ukiwa kule, a lot has happened hapa Kenya. Najua zingine umeona, zingine hujaona. Kulikuwa na, let me talk about Kamba Festival. The story ya Kamba Festival. Story imetokea kuwa you're not the owner of Kamba Festival. We saw what was posted, and we want to hear from you kwa sababu mafans pia walikuwa wanasema they want to hear the side of your story, and of course you are here, lazima tungekuuliza hii swali tusikie labda una lipi la kusema kuhusiana na story ambayo imekuwa kwenye mtandao. Ningeomba hiyo ya festival kama kuna mtu ana swali aulize ndo nimalizane nayo once and for all. No, aulize wote ndo nijibu wote kwa at the same time. Yeah, tafadhali. Questions now. Okay. Forever hold your peace. Kuna swali hapa. Inaitwa MC Josh kutoka Familia TV. Happy birthday. Yeah, thanks sana. Okay. Yeah, so watu pale kwa mtandao wamekuwa wakiuliza kama bado unaongeanga na Kioko, Nicholas Kioko. Yeah. Na zote tu za festival ndo nijibu zote once. Watu wengi wanajiuliza ni nini chenye uliweza kuwasania. Yeah. Kuna mwingine Kimoda? Na swali lingine kuongezea pale, labda kama mnaweza keti chini mu solve your differences, muongee, labda mrudishe Kamba Festival muifanye mkiwa pamoja. Good. Yes. Good. Wacha nijibu hiyo maswali kwa pamoja. One thing, I'm very happy for the Kamba industry. I remember wakati tulikuwa tunaanza industry na akina Kims, akina Mozande, this was our aim. If Kims unaweza muuliza, most of our time tulikuwa tunasema siku moja sisi ndo tunakujanga wasanii hapa international, itafika wakati tukujiwe, si ndio Kims? Yeah. Na waleo ni sisi tunakujua, si mimi. Na si mimi nimefanya tufike hapa, kushikana na hawa na nyinyi na wale wengine wote tukafikisha game mpaka wapi? Mpaka hapa. That's correct. Now talking about Kamba Festival. One thing I'm very happy kuona nowadays kuna a lot of events. Kesho tuko Gen Z, inaitwa aje? Gen Z night. Ako wapi nani? Ako hapa. Huyu boy kesho ako na event. Si ndio? Pale Blackwood site. Inaitwa Kamba Gen Z? Kamba Gen Z night. Night. Good. So Kims pia alikuwa na yake. Unaona? Kamba Tina pia. Tina pia ako na yake. Waweru nasikia anataka kuleta ingine lakini sielewi vizuri. Oh, Doa Payment is good. So ile kitu na Wamitu wamekuwa na event. Kila mtu yeyote Abedi ako na yake. So ile kitu sisi tulikuwa tuna feel na tulikuwa tunataka, we were comparing ourselves na industry ya Tanzania. Kims yako hapa naweza kwambia. Na hii ndio ilikuwa aim. Tusukume. Upate Ukambani not only to make money but this event zina up game ya wasanii wetu. Si ni kweli? Zina up hata sisi industry yetu. As we talk Trudy, industry yetu iko juu kuliko yenu. Ni kweli. So I'm very happy kuona hizo vitu zote zikifanyika. What I can say na chenye naweza uliza kila mtu, tusiongelelewe mambo mabaya. Tuone kusukuma industry iende mbele. Negativity tusiweke sana. To support each other. Ricky B akiwa na event, support team. Wamitu akiwa na event, support team. Kioko akiwa na event, support team. Na hiyo ndo naweza sema. Yes. Asante sana Ricky B kwa hilo jibu. 19th tuko wapi? KCC. Bado tukiendelea hapo kwa Kamba Fest. Good. Tuko na msanii wetu Alex Kasau Katonda. Aliweza kwenda kwa Facebook yake kuandika na kusema about pro from performance za Kamba Fest. Wewe kama organizer wa Kamba Fest, hilo jambo lilikuguza aje ama wewe ulichukulia hiyo jambo aje? I say it's a normal thing. Msanii kushikana kukuwa na event nyingine. Si ni kama UK tulikuwa tuende na Ken, but hakuweza kufika. If pia Alex alipata job mahali nyingine. Lakini Ken alisema ishara haikuwa yote. Ndio maana nimesema walikuwa organizer is first time. So amelearn vitu kama hizo. So kama Alex amepata event mahali nyingine na amepea nafasi kama hawa vijana. Kuna vijana kuja hapa. Kuna hawa vijana Tina ametuletea. Kama anakani Mugezi? Huyu kijana mnamjua? Unaitwa aje? Msanii. Uko shule wapi? Changondo. High school ama Raima? High school. Oh wow. Huyu kijana mlimuona akiperform kwa Maima? This guy is very talented. Na Tina nikiwa UK alinitumia video kijana. Na akaniambia Ricky B, it's time. Kamba Festival hatutaki zile vitu tumezoea. Si ni kweli? Tupe watu wengine chance. Na huyu kijana for the first time he will be performing Kamba Festival. Makofi jameni. Si ndio? Na band yake iko hapa, si ndio? So let's support. Let's hire the game ya Wakamba. Tusipigane vita.
to promote each other. Mtu akiwa na event tumpe nafasi afanye kazi yake na to make it bigger. So kijana atakuwa na perform na tutamlipa. Ndio. Tina ndiye atadeal na hiyo maneno because ni yeye aliniletea kijana, tutamlipa vizuri na tutaangalia pia school fees yake tukilipa ni mbaya. School fees ni pesa ngapi? Tamu. 10k hivi. No, nataka nilipe uko class, uko form? Grade 10. Unamalizia lini? Tunaenda 3 years. 3 years. So mwaka mzima ni how much? So that's 90 by 3 and wait to kama tu 180 by 90 by 3. Mwaka mzima ni how much? 90,000. Yeah. Si tukilipa mwaka mzima iko sawa? So kijana before join shule Tina, unarudi lini? Tuesday nitakupea 90,000. Akalipe school fees. Simama pale. Kuna swali hujajibu yangu na I think nitaongeza ingine. No Niliuliza kama mnaweza kutana na Kioko muzungumze kwa sababu it's been a minute itakuwa mkiongea. Kama mnaweza kutana muongee. And then his stories maybe kama imekuwa affect in any way, maybe ku affect pia event at some point mnaweza pia tuambie. Kupatana na Kioko ina shida. Even akiwa na event yake tushaipatana. Na pia hata ashaniuliza vitu 2-3. So kupatana na yeye ni anytime. Sina ugomvi na Kioko hata kidogo. So kupatana na yeye anytime, any place. So tutarajie mtakutana na mtupostie mmekutana mara mingi. Sawa sawa. Nikiongezea kwa hilo swali, wakati kuna shida ukambani, tunaona watu kama wafuasi wale wako unafanya kazi na wao karibu sana, e.g. Masekete. Wakati kuna issue unaona watu wamejinua. Na maybe mtu hujamtuma ama yeye tu ameamua kutetea. Maybe ana fuel ama ako upande wa positivity ama negativity. Swali nzuri. Wakati unaona anakutetea wewe unachukulianga aje ama maybe wewe unaonaanga aje kulingana na yeye? Swali nzuri sana. One thing Masekete alipost. Na alipopost hiyo kitu sikuwa nimeland UK. So nilipoland my manager called me akaniambia Masekete kuna kitu amepost. So nilimpigia simu na nikamwambia usiongee juu the moment unaendelea kuongea kuna watu hataelewa, si ndio? Na hiyo ya Masekete kusema anadai mtu kudai, hata mimi nadaiwa na Kenya yenyewe inadaiwa, so that's not a problem. Hata mimi nadaiwa, hata wewe unanidai. That's not a problem. So nilimwambia na hukuona hakuongeza kitu kingine. I talk to him na watu wenye wako karibu na mimi wote, kila mtu huwa anamwambia, hata huyu Tina namwambia don't post anything. So hiyo ni kitu normal kabisa. Thank you. Idea Facebook ilikuwa ya nani ama Facebook? I think tumefanya interviews mingi na Kioko na tumeelezea about Kamba Festival. Tumefanya Obina, tumefanya every place. So if you want to know, you can go watch the interviews ziko. Tumefanya interviews mingi sana. Lakini kuna kitu ilipostiwa na Steve. Ukweli. Hiyo mabarua post hapo za certificate. Yes. Inaonyeshana you own Kamba Festival. Sure. Lakini sasa wewe umekuja na the Kamba Festival. Good. Na Kamba Festival. Good. Now elaborate that. Now umeuliza swali na ukajibu. Umeuliza na ukajibu. I'm doing the Kamba Festival 2026. Na hiyo ingine ni Kamba Festival. Si umeuliza na ukajibu. Thank you so much. So acha Tina aseme kitu basi. Zimekuja time mbaya. Okay, first of all, nataka kuwashukuru sana because in the history of selling the idea of the Kamba Festival, mumetushika mkono sana. Jamani, on 19th, I promise you, watu utaona KICC haujawahi ona kwa event yoyote mpaka hata ya Wajaluo. We are seeing the speed and the rate at which the tickets are going. So tunajua mtakuwa wengi, kujeni na watu wenu. Pale tupige sherehe. Msanii akifika pahali aseme yeye kuna show nyingine ameitwa na create space ya wasanii wadogo. I promise you, this time mimi niliwaambia mtaona upcoming wengi sana. Because you know mimi kutoka nianze kufanya anything Ukambani, goal yangu imekuwa kushika upcoming mkono. Si hao tu mumeona. Ukijana hata kuja na bandi yake peke yake akuwa mtu amjaiona. Kuna wengine wako pale under contract wa kulipwa. And it's all possible because nyinyi mnatushika mkono, mnachukua ticket. Najua hiyo story ya oza ticket by the way ni sehemu noete. But I'll tell you for free. Ken ndo kasho mana. Kato mbinda kuna show mana. Haimo ndo okilona ndo kazi yake ako kuna for free because Wakamba wanataka kuentertainiwa. And then finally before nimalize, nataka kuwashukuru sana Wakamba because I'll tell you, hakuna industry kubwa sahi ya entertainment hata ukishikanisha Kenya mzima peke yao
hawatushindi sisi Wakamba. Hamuwezi tushinda. Good. So sisi kama community tuendelee tu na hiyo moyo. I promise you private jet ya kwanza itatoka Ukambani. Ken atasimamisha gari ya Mujawahi ona pale. Good. Because industry inaelekea pale. Hakuna place sahi Trudy community na keti chini hivi inafanya movie. Ati Wajaka hivi wako na premiere yao na watchigi. It's only possible in Ukambani and we don't take it for granted. So karibuni sana 19 tupige show. Akamba tuendane atoka hata na moko. Issues ya before nisahau